the Christian before we jump into this Kanisa part. ikasema mchungaji anachanganikiwa. They said that the pastor is confused. Mchungaji akakamata ule kijana. Maana mchungaji alikuwa ameambia mtu hata ulirendereze. The shepherd took the hand of the man, come in the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akamwambia kijana pita mbele. He told the young man, come Na bibi yako mulirendeza naye pita mbele. and bring your wife. Bakapita mbele. They came in front. Mchungaji akauliza, The pastor said, mwenye nyimbo za huyu kijana hazifurahishake ni nani atie kidole hivi? how many people the clothes of this young man do not please? Benye All the huyu church kijana anaimbaka How banafurahi. many people are blessed when this young man sings? The whole church were happy. Mchungaji akauliza, The pastor asked, huyu kijana mlishaka muona na kinga? have you seen this young man with a bicycle? Mlishaka muona na moto? A motorcycle? No. Mlishaka muona na gari? A vehicle? No. Mlishaka muona na vala mzuri? Have you seen him dressing up well? Never. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us. Akasema, He said, siko na uwezo ya kufanya bumbaraga, anakuwa anajiprotege asibebeshe mimba na nabakilia mkanisa. we have people who are protecting Lakini themselves in the aliona church. hawezi kukosea Mungu. But he showed that, Akasema naomba nifanye dhambi I moja. want to just Na do Mungu one naye sin ajue kama mie problemu yangu ni so umaskini. that I can know that my problem, it is Bwana poverty. Yesu atusaidie sana. Amen. Mchungaji akasema The hatutamtenga. pastor said we are not going to excommunicate him. Baraza ya kanisa The committee of elders, mbele tubatenge. before we Sawa excommunicate baraza them, ya kanisa because the committee of mutaleta elders, ngombe juu kwa huyu fia banaombaka ngombe banaowaka ngombe 6. because to Sasa the baraza ya relatives, kanisa they get married to nye 6 baraza cows. mtaleta ngombe 3. You will bring 3 cows. Kuna mtu ananielewa? Hizi korale zote All of these choirs, zitachanga ngombe 3. they will contribute 3 Tena mie kama cows. mchungaji I, as a mimi shepherd, nawapatia mwezi moja. I'm giving you just 1 month. Mwezi moja ikipita When we reach 1 na month hamuyatimiza hizi and you have ngombe, not brought mimi these things, nawatenga. I will excommunicate you. Bakristo All the Christians, mimi nawapatia kazi. I'm giving you the job. Unafanya devi ya ndoa. You are going to make a budget of the Ndoa wedding. kunahitajika nini na What is nini, needed, munachanga chakula ya ndoa. and you will contribute for the Huyu food. binti anarudia kwabo This young na lady kijana will go anarudia back. The young kwabo, man tunatenganisha will ndoa. go back to his home. Kisha mwezi moja After 1 month, tunafanya ndoa we are going to bless the wedding na here. hatutapana invitation And we are kwa not going mtu to yeyote. send an Bashiriki invitation. wa ndoa ni hii kanisa. Now, the participant of the wedding, it is the church. Kusema makuta ya sale It itatoka means kwa Kristo. the money Chakula to ya hire, ndoa it itatoka will kwa come Kristo. from the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kijana rudia kwenu. Go back, young man, at home. Uvumilie na wewe dada. And you, young lady, go back at your home. Chunge nini? Mwezi moja. Wait for 1 month. Mbele ya mwezi baraza ilikuwa imeleta makuta ya ngombe. Before the month ends, the Waimbaji committee wameleta of makuta elders ya have ngombe already, and also the choirs as Kanisa ndio well. napeleka mali kwa bomsi. And the church were now Na taking the mchungaji dowry. anatangaza siku And fulani they ndoa say now, inafanyika. on this date, we are going to bless a Bwana wedding in Yesu the church. atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Je, mshamani mko mtu? Do you have a pastor Uko in your chamani family? haina mtu. We have a family without a pastor. Benye biko ndani ni masimba tu. People who are there, they're just lion. Benye biko ndani hawana macho. They have no Maana Mungu eyes. alikuwa mtu mwenye iko na macho, If there were hawezi people with kufa na eyes, njala na ndugu yako iko na mwanga You chakula. cannot die with hunger and your Bwana siblings Yesu have asifiwe sana. food. Ndio maana Yesu anasema, And that's what Jesus na said. siku ile nitawaambia And that day I will nilikuwa na tell you njaa that I was hamkunipa hungry. nini, You did not feed nilikuwa me. uchi hamkunivika. I was naked. You did Lakini not clothe tuliimba, me. tukaomba, We tukahubiri, prayed, we tukajazwa, preached, we were filled by the tukafunuliwa, Spirit, lakini we were pamoja na renewed. ufunuo But hamkunipa together with chakula, that, you did pamoja not na feed ufunuo me. Together with hamkunivalisha. the revelation, you did not clothe me. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuone benye bangali na bazazi. Let's see the people who are still Banihurumie having banyoroshe mkono. their parents. Unaweza kuta mwaba watu You can find in these huko mwenye people, hana picha ya yeye na mzazi yake they bangali don't mzima. have a picture together with their parents. Lakini siku mzazi atakufa, But when they will sio die, utaanza kamata mapicha za maiti. it's when now they are Uliza taking the mwenzako, picture of kama hauna foto the dead body. na bazazi yako na bangali mzima, If you don't siku utakamata have the picha picture of ya your maiti, je, family, kichwa yako kiko sawa?
Are you okay? Bwana tusaidie sana. Amen. Muko bazazi. Here we have parents. Alizala. They gave lakini anavalaka nguo yenye iko sali tafuniwa na umbwa. They put on na iko na watoto. That it was smashed with the door. Kuko bazazi. We have parents. Mwenye mpaka sasa iko na watoto 10 lakini kushota maji ni yeye, kumafika ni yeye, watoto wanaela lupango. They are still cooking and the children are home. Watoto wenye ulizala mko mtu. Ama ulizala miti. Chuma na Mungu akasema, and that's why God said, kama wanaume watakuwa na mandevu bo peke, if young man we have only beard, watajigonga kifua. They will kumbe nitie na kumanyama zingine nitie ndevu. They are also chuma unezo na madume za mbuzi, unakuwa mbuzi mweko na mandevu. That's why we see some akayua kwamba kuwa mwanaume ni kukua na nini. They understand that being a man, akasema na mama wanayua kutia makeup, matilo, maskara, lakini batawaza njo kuwa mama. Kumbe na kumbuzi nitie maziba. But also kuwa mwanamke ni kukua na nini. The breasts to the goat. Being a mother or a woman. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana aweke mtu leo. May the Lord make a person. Kama mshama yako hamuna mtu, if in your family Mungu afanye mtu. May the Lord make you a person. Tuone wenye wanataka kuwa mtu. Let's see the people want to be people. And may the Lord make you a person. Mungu akufanye Daudi wa chama. May the Lord make you a David. Mungu akufanye Esteri wa chama. May the Lord make you Esther of the family. Mungu akufanye Abigaili wa chama. May the Lord make you Abigail of your family. Nabali alikuwa kiwerewere cha mwanamke, lakini alikuwa na mtu. Na ule mtu jina yake Abigaili. Maana Nabali wakati anataka kuuawa, Abigaili akaintervenir chama. Now Abigail came and took the family. Ule aliowaka. That will get married. Jiulize uliowaka wala uliolewaka. Now ask yourself, did you get married? Jiulize wewe ulilungaka wala ulilungulaka. Did you get married or you were bound? Jiulize ndoa yako ni ndoa ama ni ndoano. Marriage or kama bibi haiko mtu basi ni ndoa. Kama bwana haiko mtu. If a husband is not a person, that is a marriage. Bwana akipata 2000 shele, anakuta mnyumba hamuna kitu. If he get 2000, anaenda mu restaurant, he just goes in the restaurant. Anachichonjola kule, and he just eats in the restaurant. Midomo, and he comes anarudia back home, kunyumba, coming back na watoto biko na zurura. And the children wale walizaliwa na mtu. Is that a person really? Walizaliwa na muti. He was born with a tree. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie. May the Lord help us. Pima chunguza uone kama jamaa yako mko mtu. Just check if in your family you have a family. Sinaoza na franka. They have money, they are rich. Kuko mtu mwenye hana hata kwa kulala. But they have a person now have got nowhere to sleep. When you die, njoo watu wanakuya it's when now when they na come mashingo makubwa makubwa with big neck, na mabaze za hatari, with expensive na watu wanaanza clothes. Sema je, huyu ni wa mwicho ama kumbe mbona anafanana? Mimi mwenyewe alikufa hana kwa kulala. Even the person who died have got nowhere to sleep. Bwana tusaidie sana. May the Lord help us much. Mungu akitia pembeni yako mtu, if God puts inaomba maisha yako ibadilike. Your life needs to change. Hii kanisa ikikuwa na mtu, if this church has a person, uko yenyewe hamtakuwa natangaza, si ni kweli? There are something that we cannot be announcing. Acha niseme kitu kimoja. Let me say one thing. Tuliishi miaka mingi, we live mkanisa many years in the church, na hatuna kura, and we have no electricity. Na kupata kura, and getting an electricity, ilikuwa naomba $5,000. It was needing $5,000. Sasa kwa neema ya Mungu, now by the grace of God, Mungu akatuambia muombe, God told us, pray, I will give you a person. Kisha siku moja, and one day, tena Mungu anatumiaka watu wenye and even God uses people that you cannot people you don't think. Sasa mkubwa mwaka kuya kaona. Now one person akasema kanisa ya mzuri and said, this beautiful church, you don't have electricity in the church. And the electricity is a pagan. I want to go and see the people responsible. Tomorrow the church of God needs to light up. We did not pay even a single shilling. Because that day God sent us a person. God sent us a person. Now this committee of elders should have people in this church as well. Amen. When you are in the church, you just see a visitor. You hear the pastor saying, we are not going to tire you. We are not going to tire you. We have someone who has taken charge of the visitor.
It's now when you know that in the church we have a person. Na mtu akikala kumeza, and if a person sits on the table, you know. Kuko mtu unampataka, anampakulia minofu 8 ya nyama, kumbe haiko mtu. Anaanza kumoya mpaka 8. He start from 1 up to the 8. Paka mwenye atakia tosha masahani kumeza, anajiuliza tu huyu ni mtu wala ni kizimu. Person or what? Bali kupangia chakula 5, ulimaliza, unamaliza, you finish everything. Ni mgeni tu ama ni sharifu? Inomba mwenye atakuya pangula mesa, achue kama mgeni mwenye alifika ni mtu. Makofi kwa Yesu. Know if he's a person. Makofi kwa Yesu. Bring your hands for Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uliza mwenzako, unakulaka saa mtu wala unakulaka saa muti? Ask your neighbor, do you eat as a person or as a tree? Baba mwenye iko na batoto, a father with children, chakula kumeza, don't finish up food on the table. Hata ikuwe minofu 2, you will just inaomba ukule moya na kipande, uache kapande, so that you can live at least. Malaika wanakuwa kabiko nazunguruka pale. Because the angels are surrounding. Kisha toka kumeza, na wanakiangalia kama alikulia hapa ni mtu wala ni muti. And see if the one who ate on this table is a person or a tree. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person. Mungu akupe mtu. May the Lord give you a person. Mimi sikwambie Mungu akupe magari. I'm not telling you God to give you cars. Gari na mimi naipenda. Because I also do love cars. Injili yapokea magari hapa. The gospel of lakini Mungu akupe. But may the Lord give you a person. Ule mtu anatosha kuitwa. That person is enough for everything. Mungu akikupa mtu kimwili, God gives you akikupa mtu kiroho, maisha yako itabadilika. Vipande vishuke. Choma na Mungu akupe mtu. That's why God should give you a person. Inawezekana unaishi na miti. It is possible you are living with trees. Lakini leo Mungu akupe mtu. But may the Lord give you people today. Bwana Yesu asifiwe. Na kama jamaa yako hamuna mtu, and if in your family you have no people, mtu katika jamaa yako. May the Lord make you a person in your family. Mungu akufanye mtu katika entreprise. May the Lord make you a person in this church. Mungu akufanye mtu kwenye unaishi. May the Lord make you a person where you live. Mungu akufanye taa. May the Lord give you a lamp. Waangaziwe kwa mwanga unaotokana na wewe. People should be lightened up. Njoo neno letu la leo. Kama watakuuliza coming from you. Tumesoma Yohana 5. We read John 5:7-9. Huyu mgonjwa akasema sina. This sick person say I have no one. Yesu akajifanya mtu. Jesus made akamwambia simama, chukua kitanda chako uende, na akasimama. Go and he stood up immediately. Labda magonjwa yako ni umaskini. Maybe your sickness is labda magonjwa yako ni kutokuzaa. Maybe your labda magonjwa yako ni kupanga. Labda magonjwa yako ni ndoto mbaya. Lakini Mungu ajifanye mtu kwako. But may the Lord make himself a person. Kikuachilia. And everything that bound you. Neno la mchana wa leo. Na acha Mungu atubariki. And may the Lord bless us. Na bariki hili neno. And bless this word. Kwa jina la nani? In the name of. Ambia mwenzako Mungu akufanye mtu. Tell your neighbor, may the Lord make you a person. Mungu akufanye mtu. May the Lord make you a person. Leo mchama yako. Today in your family. Vifungo. Bitoke maana mtu amefika. Let them be broken because a person has come. Yusufu wakati anafika Misri. When Joseph reached neno la Mungu linasema. The word of God bakaanza kukomalisha. They started tofauti na zamani. Different. Miguu yako kanyanga mchama yenu leo. When your toka hapa mkanisa. Mungu afanye tofauti na zamani. May the Lord make something different in your family because of the presence. Mungu akufanye mtu. May the Lord make you a person. Na mwenye alikusawaka kukumbukia. And whoever forgot you, come back to you again. Maana tunaombaka baraka siku zote. Because we do pray blessings every day. Lakini baraka haitanyesha saa mvua. But the blessings not just rain as well. Kwa mtu. It will come through. Ndio maana neno la Mungu linasema wakati Mungu ameumba Adamu, Adamu akakatala kufurahi. Adam did not. Lakini wakati anatoka mbusingizi, but when he woke up, akaona Eva. He saw Eve. Akasema hii ni nyama. He said, now this is the flesh ya nyama yangu. Of my flesh. Mfupa the bone mfupa yangu. Of my bone. Na huyu ataitwa nani? And he will be called a woman. Acha Mungu akufanye mtu. Acha Mungu akupe mtu. Maana anaheshimu neno lake. Because he respects his word. Simama tunaomba Mungu anatuombea Mungu. Stand up so that inawezekana mchama yenu hamna mtu. Stand up. Lakini Mungu afanye mtu. But let God make you a person. Imbaji mwana imba. Anasema nitaiona kesho. That I will see tomorrow. Kesho. Tomorrow. Kesho iliyopangwa na Baba. Tomorrow that was planned by God. Nisaidie tuimbe kadogo. Help me with singing. Mbele mchungaji atuombee Mungu. Before the shepherd pastor pray for us. Taiona kesho. Kesho
iliyopangwa na Baba